بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المستمعون الكرام، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. يعني ndugu zangu wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote kwanza namhimidia Allah subhanahu wa ta'ala, pia na kumtakia ziada ya rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji na wapenzi wa Msewa Online TV, thamani ya Uislamu, leo tumekujieni tena katika kupeana na kuelimishana na kukumbushana katika masuala zima ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo na katika maneno, lakini ile lengo sahihi tufikie kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alhamdu. Ndugu zangu, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama tunavyofahamu, huu mwezi ambao Mwenyezi Mungu ametuletea zawadi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu. Mcheni Mwenyezi Mungu. Na ndani ya kumcha Mwenyezi Mungu, lakini kutiba alaykumus siyam, sisi tumefaradhishiwa kufunga. Kutiba alaykumus siyam, tumefaradhishiwa kufunga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa watu ambao walikuwa kabla ummati Muhammad. Lakini kuna lengo maalum, lengo la saum la'allakum tattaqun, ili tuwe ni wacha Mungu. Tukiangalia hii aya kwa uzuri kabisa, tunajifahamu, tunaona kumbe lengo la saum ni ili tuwe wacha Mungu. Ndani ya Ramadhani kuna darsa kubwa, darsa ambalo linalotupelekea yale tutakayo yapata ndani ya Ramadhani tuje kuishi nayo nje ya Ramadhani. Kwa hiyo mada ambayo nakusudia niifikishe kwenu, maisha baada ya Ramadhani. Maisha baada ya Ramadhani. Ukiangalia ndani ya Ramadhani kuna mambo mengi. Watu wengi sana tulikuwa tunafanya, mfano mtu na chakula chako, lakini unaacha kula kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Umetoa sadaka mbalimbali kwa kuwapa watu. Ukimwona mtu ambaye hali yake si nzuri, basi wewe unafanya ikram ya kumsaidia ndani ya Ramadhani. Yatima akiwa na wakati mgumu, basi wewe unachukua dhamana kwa kumnunulia nguo, kumvesha, kumlisha na mambo mengi, ikram mbalimbali. Na sisi miongoni mwingine, yani ulipoingia tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikafikia hatua sasa hatuna swali, tunatoa sadaka mbalimbali, tumeacha. Wengine wanaishi na vimada, hawatena waliwaamuru tenendeni majumbani kwenu huko, hatuwezi tena kuishi ndani ya Ramadhani. Sasa
tuyatoe sasa maisha. Tulikuwa kwenye chuo kikubwa ndani ya Ramadhani. Sasa yale tuliokuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani inatakiwa tuishi nayo sasa nje ya Ramadhani, kwa maana miezi 11 inatakikana sisi tuishi kwa mfumo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuwafanyia ihsani. Angalia jambo lilokuwa gumu. Mtu una fedha yako kabisa, una hela na una uhakika kabisa unaweza kwenda kwa mama ntilie au wewe mwenyewe nyumbani kwako ukapika ukala, lakini ukaacha kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama ndani ya mwezi wa Ramadhani ulikuwa nafikia hatua unamuogopa Allah subhanahu, unaogopa kabisa kuyaendea yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, sasa yatoe ndio tuishi nayo. Yani hairuhusiwi tena. Kama zinaa ilikatazwa, basi tuishi nayo. Zinaa haitakiwi ndani ya Ramadhani na hata nje ya Ramadhani. Sio baada ya Ramadhani basi wewe unatokea sasa unaendelea na majukumu yako mengine ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo sio katika taratibu. Sasa mwezi wa Ramadhani iwe darsa kwetu sisi, ili tuwe wacha Mungu. Sasa tuwe wacha Mungu ni kufuata kanuni na sheria ambazo tulizowekewa. Tuchukulie mfano, ila alakum tattaqun, ili tuwe wacha Mungu. Ucha Mungu ni kuacha yote aliyotukataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuacha, lakini na kufanya yote aliyotuamrisha subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amekataza wizi, tuache wizi. Ujanja duniani umekuwa mgumu. Yani kuna watu kwenye maisha yao bila kuongopa wajipatie kipato, basi hajafikia, yani hajaishi. Hapana, kwa hakika kabisa tuishi katika mfumo mzuri. Tutakapokuja kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, basi tuwe ni waja waliokuwa wema kabisa. Kwa hiyo Ramadhani ni chuo kikubwa, ni darasa kubwa, na ndiyo inatuhamasisha kwamba tuweze kufanikiwa katika kuishi mfumo tulioishi Ramadhani. Ndio mfumo unatakiwa tuishi katika miezi 11 ambayo kabla tujakutana kwa Ramadhani kwa mwaka mwingine. Ndugu zangu watazamaji wa Mso Online TV, thamani ya Uislamu, kwa hakika kabisa hakuna mtu aliyejiumba, hakuna. Na kila mmoja katika sisi inatakikana tumfate Mtume Muhammad SAW katika yale aliyotufundisha. Wengine wanizarau sana, hawakufunga Ramadhani, hawakufunga. Na hata ukimuuliza mtu kwa nini hukufunga, atakwambia tuna vidonda vya tumbo, tena vidonda vyenyewe ni vya kawaida tu, yani hana ugonjwa lolote, kwa sababu tu anaukwepa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa haya yote haya inategemea kwamba wewe unaishi vipi. Unaishi vipi kwa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa siku ya leo nimekupeni hivi vitu, tumekumbushana hivi vitu, tusisahau. Lakini kuna wengine ambao hawajafunga sita Shawwal. Sita Shawwal ni jambo adhim sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga hizi siku 6 za mwezi wa Shawwal. Na maana sahihi, ukifunga siku 30, Allah anakuhesabia kwamba wewe umefunga siku 300. Kwa kila siku moja sawa sawa umefunga siku 10. Kwa maana katika siku 30 ni sawa sawa umefunga siku 300. Ukiongeza na sita Shawwali ni sawa sawa umefunga na siku 360. Kwa hiyo tukidumu na sita Shawwali pamoja na tukafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu ukifa mbele Allah subhanahu wa ta'ala yaonekana unahesabika kwamba umefunga mwaka mzima, kwa sababu mwaka mzima una siku 360. Kwa hiyo
Napenda kuhusia nafsi yangu na kuhusieni ndugu zangu katika swala la kumcha Allah, lakini pia kwa wale ambao hawajafunga Sitatu Shawwal, basi walisomaliza basi wajitahidi kumaliza, na wale ambao hawajafunga kabisa wahesabie siku kama zipo, basi waweze kuzifunga. Chonde tuishi katika Ramadhani, tuishi vizuri nje ya Ramadhani kama tulivyokuwa tukiishi ndani ya Ramadhani, kwa sababu hilo ni jambo adhimu, na Ramadhani ni chuo chetu. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, sumu taswihu, fungeni mpate afya. Kwa maana ndani ya miezi 11 yote tulikuwa tunakula, kwa hiyo tumeingiza sumu nyingi sana, tumeingiza sumu nyingi katika mwili wetu. Kwa maana hiyo baada ya Ramadhani, maana tukishafunga ile Ramadhani, zile sumu zinakuwa zinatoka, ili tuwe salama katika miezi 11 ijayo. Vile vile sasa tuondoke na katika amali njema, tuishi katika waja waliokuwa wazuri wenye kufanyiana kheri nje ya Ramadhani. Tukifanya hivi tutakuwa tumefanikiwa duniani, makaburini na akhera. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuweze kuidiriki Ramadhani nyingine katika mwaka mwingine. Kwa machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.